Sasa tukawe na ujumbe kwa ufupi sana kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 3 na sura ya 11 35 na 38. Kama yupo mtu anaweza kwenda haraka, naweza kunisomea hapo. Naam, tutasoma kwa jina la Bwana. Amen. Biblia inasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Amen. Asante kwa kusoma vizuri. Na sura ile ya 11 38 pale 35 mpaka 38, naomba soma. Amina. Biblia inasema tena, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango, katika mashimo ya nchi. Naam, 38 mwisho hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nimesukuma tu niwapongeze kwa mambo makubwa na maendeleo ambayo yanaendelea. Shalom. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kama nisiposema sitakuwa na moyo mzuri. Wanasema jamani, hongereni kwa mazingira mazuri. Wapendwa, hongereni kwa mazingira mazuri. Hongereni kwa maendeleo makubwa, ofisi nzuri kule. Hongereni sana na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu awabariki wazee wa kanisa. Mungu awabariki sana washirika kwa kulipenda kanisa na kuyapenda maendeleo. Kwa kweli maendeleo ni makubwa ambayo najua tunajifunza pia hapo, na mimi hapa nimepata somo, nimejifunza vitu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Vile vizuri tutaondoka navyo. Kutembea ni kujifunza. Kwa hiyo nashukuru sana kwa maendeleo mazuri. Nimeona mbele kunapendeza, mambo mazuri. Jamani, hakuna wa kuwapigia. Mimi nikipiga ni machache makofi yangu. Hebu mjipigie makofi wenyewe kwa maendeleo makubwa na mazuri sana. Sasa ndugu zangu wapendwa, ujumbe wangu wa leo natamani sana nikazungumze kitu kinachoitwa kudumu katika kupiga mbio katika ushindi. Kudumu katika kupiga mbio katika ushindi ni kitu ambacho cha ujumbe kinaweza kuwa kirefu sana, lakini ninasema hivi, kinaitwa kudumu katika kupiga mbio katika ushindi, kwamba katika kupiga mbio kwetu mwisho wa siku tunatakiwa tushinde au tuwe washindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Napozungumza habari ya kupiga mbio, hakuna mtu ambaye anaweza akahitaji hilo neno mbio lizungumzwe, litafutiwe commentary, litafutiwe labda pengine misamiati, litafutiwe vitabu vingi kuelezea kupiga mbio manake nini na anayepiga mbio ni mtu wa namna gani, kupiga mbio hivyo. Lakini nafahamu hapa asilimia kubwa hapa wengi ni wanafunzi na wengine tumesoma shule za misingi, tulikuwa tunakimbia. Jamani, amina, tulikuwa tunakimbia mbio mita ngapi tumesahau na kusahau, lakini tumewahi kukimbia. Lakini sio tu kuwahi kukimbia, tumekuwa tukiona wanariadha wengi wanapofanya nini, wanapokimbia. Tumekuwa tukiona, tukishuhudia kwenye TV, tukishuhudia maeneo mbalimbali, na wakati mwingine tumehudhuria kwenye maeneo hayo ambayo watu wanafanya hayo mazoezi ama wanafanya hicho kitu, wanakimbia. Sasa wanapokimbia, mimi nilichokuwa nakifuatilia hawa wakimbiaji, kitu ambacho nimekuwa nikiangalia sana na nimekuwa nikijifunza. Jana nilikuwa naangalia watu wanaojiita mamisi.
Sasa hawa watu wanaoitwa Mrs. Nikawa naangalia nguo walizovaa. Jamani, amina. Nguo walizovaa kwa haraka nikaona watoto hawa wanavaa nguo kama hizi. Sasa hawa halafu kabisa wanaonekana yani ni special, na watu wote na heshima zao wamesimama wanawaangalia kwa ajili ya zile nguo walizovaa, na wako vizuri na wana amani zote. Sasa nikawaza, baadaye nikagundua kwamba wako sahihi. Yaani kwa akili zangu niliona kama hawako sahihi vile, nikaona kama wanakosea, lakini baadaye nilipoendelea kutafakari na kugundua, nikagundua wako sahihi, kwa sababu kila vazi lina nafasi yake. Jamani, amina. Najua hujanielewa. Kila vazi lina nafasi yake. Nikagundua hicho kitu kwamba kama huyu misi angevaa gauni refu, gauni refu, au akavaa nguo kubwa, ni gauni lipana, ama kavaa suruali ikoje, nikagundua kwamba maana yake ile vazi halilingani na mazingira ya kazi aliyo nayo. Najua wakulima tunapoenda shambani huwa hatuvai suti, si ndio? Si ndio jamani? Baba, unavaa suti unaenda shambani? Kavaa suti kama hii naelekea shambani. Najua hata mke wangu kwa lolote atanikimbilia. Yaani atanikimbilia kama vile nimekuwa kichaa. Kwamba baba vipi? Maana vazi la shambani linafahamika ni buti, na nguo yenyewe inafanana na mtu anaenda wapi? Shambani. Anaenda kusafisha banda la nguruwe, la kuku. Hawezi kuvaa vazi ambalo hilo vazi angelivaa barabarani. Atavaa vazi linaloendana na mazingira ya kazi au ya shughuli anayoenda kuifanya. Anaenda ofisini, vivyo hivyo ana mavazi ambayo anayavaa yanayolingana na mazingira anayoyaendea. Sema amina. Wapendwa, sema amina. Sijui mimi wanapenda kuhubiri na kufundisha pia. Sasa sijui hapa ni mwalimu ipokea vyovyote vile. Kwa hiyo mtu anaenda kulingana. Nikagundua kwamba huyu kumbe haya mavazi ni size kwa nafasi yao na kwa mazingira ya kile wanachokifanya. Sasa huyu mkimbiaji huyu, samahani mamangu, mama mzee wa kanisa hata kwazika, alafu kwa ndani jirani yangu, na tukikwazana hapa hakuna cha balozi. Mimi nafika pale nyumbani tu, tunaingia sebuleni, tunamalizana kwamba pale kanisani tulikuwa kiroho na tulikuwa kanisani. Sasa hapa nimekuja kuomba samahani, nilikutolea mfano. Jamani, amina. Huyu ni jirani yangu sana, ni jirani balozi mmoja, mtaa mmoja hivyo. Sasa tolea mfano wa mama yangu hapa, amevaa gauni zuri linapendeza. Ili huyu tukianza mbio, yani kukimbia mbio. Si nimesema ujumbe ni mbio? Huyu anaweza kukimbia. Umepasika? Tunamalizana. Anaweza kukimbia huyu? Huyu hawezi kukimbia, si ndio? Nani mwingine nimtolee mfano mwanaume sasa? Rafiki yangu yule hakwaziki. Nimemsoma muda mwingi tu, uzuri wa kuja hapa kila siku. Simama rafiki yangu. Huyu jamaa sogea kidogo. Jamani, ujumbe ni mbio. Ujumbe ni nini? Huyu rafiki yangu huyu tunataka tuchomoke sasa. Mbio kilomita kadhaa. Kuna mita ngapi walimu mnaelewa? Mita 100, mita 200, mita 500. Huyu jamaa tuchukua hata mita 50 tu na vazi lake na suruali yake hiyo, anaweza kaenda mbali. Jamaa amevaa vizuri. Mimi nazungumza habari za mbio. Na yeye huyu naye tukikosana tunaenda kumalizana huko. Tutasameheana tu, tutanunuliana na maandazi na nini. Huyu bwana, hili vazi kwa wakimbiaji linastahili halistahili? Narudia tena, linastahili halistahili? Hili kwa mita 100 huyu bwana atakuwa ameonelewa, na vazi lenyewe atakuwa amelionea. Jasho jingi tulitamtoka kabla ya wakati. Kitu anachopambana nacho sio mbio, anapambana na vazi, anapambana na mazingira ya mavazi aliyofanya nini, aliyovaa. Asante sana, nimeelewa vizuri na kwa kama nimeeleweka kwake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningelijua leo, unajua Roho Mtakatifu, ningelijua tangu juzi hili. Sasa kwa kuwa nilikuwa kwenye maombi, naomba Mungu anipe ujumbe wa kwenda kuhubiri Shalom, na Mungu aliniambia mapema ningemwandaa mmoja, kijana mmoja leo, mtoto wa mzee wangu nani?
Sabula. Kuna kijana wako hapa. Yuko wapi yule kijana wako huyo? Yuko shule. Umemwona kijana mwingine hapa, samahani kidogo. Huyo hapa. Yuko wapi? Huyo hapa, simama bwana. Ningelijua leo mama mchungaji, samahani, nimekuja kuhubiri leo hii ujumbe huu. Mungu angeniambia mapema, huyu jamaa leo asingekuja na koti. Huyu jamaa leo asingekuja na suruali. Leo tungeshangaana tu. Leo asingekuja na koti wala asingekuja na shati kama hili. Leo ningemwambia aje na pensi. Leo ningemwambia aje na ile nini ile nini kaush. Leo ningemwambia koti weka pale kila kitu. Leo hata kiatu ningemwambia leo tunakwenda kukimbia mbio. Angevaa raba. Naamini kwa mavazi hayo angeweza kwenda kilomita 100, angeweza kwenda mita ngapi? 1,000 mpaka 1,000 ngapi, wala hamna shida. Na kama atakutana na changamoto za kuchoka, ni za kuchoka tu, lakini sio changamoto zinazotokana na mavazi hayo aliyofanya nini, aliyovaa. Manake mavazi hayo sio ya mbio, mavazi hayo ni ya shine, yani ya kutembea polepole hivyo na nini, anaelekea nchini. Kwa hiyo utanielewa nini nataka nizungumze. Neno mbio, kudumu katika kupiga nini mbio, kudumu katika kupiga mbio. Sasa tumesoma andiko kwenye kitabu kile cha Waebrania 12, anasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa na mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo utuzingao kwa upesi. Kwa kuwa sisi tunajua kabisa, wapendwa, sisi ni wakimbiaji. Sasa hebu haijalishi umevaa suruali na ni suti kama ya Nyagawa, haijalishi umevaa vazi la namna gani, haijalishi umevaa gauni zuri kama la mama hapa, mama mzee wa kanisa, haijalishi. Hebu sasa tuachane na mambo hayo, tuende sasa katika ulimwengu wa roho, kwamba sisi sote ni wakimbiaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wote tunajielewa hapa ni wakimbiaji. Wapendwa, tunajielewa hapa tuko kwenye mbio. Tunakwenda mita 200. Mnaelewa tunakimbia mita zaidi ya 200. Na mnaelewa tunahitaji kukimbia kwa mita hizo ili tuweze kumfikia Mungu aliye hai. Sisi wote hapa ni wakimbiaji. Haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi wewe ni mtu wa namna gani, jitambue kwamba wewe ni mwanariadha, wewe ni mkimbiaji. Wewe uko kwenye mbio mpaka sasa. Tunakimbia mbio, wapendwa. Tayari tunaielekea mbingu nyingine. Tayari tunauelekea mji mwingine. Tayari tunaielekea nchi ambayo hatujawahi kuiona. Ni mtu mmoja tu alishasema kwenye Yohana sura ya 14, ambaye ni baba yetu aliye mbinguni, ya kwamba msifadhaike moyoni mwenu, mnaniamini mimi, yaaminini ya kwamba ninakwenda kuandalia makao, nitarudi tena ili mimi nilipo na ninyi mwepo. Sasa hatutaweza kuwepo tusipokimbia mbio. Sema amina, wapendwa. Wapendwa, sema amen. Wapendwa, narudia, sema amina. Na ili tuweze kukimbia mbio, lazima tuvae mavazi yanayolingana au yanayoendana na wakimbiaji. Huwezi kukimbia mbio ukafanana na mtu aliyejiandaa kwa mbio hizo, kama nilivyotolea mfano wa rafiki yangu huyo hapo. Yesu, mtumishi wa Mungu, mwandishi wa kitabu cha Waebrania, kama sio Paulo basi mwandishi mwingine, ingawa wanasema tu na teolojia moja kwa moja kwamba mwandishi ni Paulo, anajaribu kusema kama tunajijua kwamba sisi tumeokoka na tuko duniani tunazungukwa na wimbi kubwa la mashahidi wa uovu, basi tukijijua hilo na tuweke kando kila mzigo utuzingao kwa upesi, tuweke kando. Sasa ndipo tutakapoelewa ya kwamba kumbe huwezi kukimbia kwa mbio hizo zinazotakiwa kama kuna vazi lisiloendana na mazingira ya hicho unachokifanya. Huwezi kukimbia kama hutavaa vazi linaloendana na mtu anayekimbia. Unajijua unakimbia, huwezi kuvaa vipi. Unajijua leo nina mbio, ninatakiwa nikimbie. Tunaona watu wanakimbia asubuhi,
kwa ajili ya kufanya mazoezi, wanakimbia mbio mpaka jasho linawatoka. Mtu huyu huwa tunamwona hajavaa buti, anavaa raba kama alivyosema mama pale, anavaa vazi jepesi ambalo najua ninaweza kukimbia, ninaweza kupika pale ninapotaka kufika. Wapendwa, sisi tuko kwenye mbio, sisi tunakimbia, na kama tunakimbia na tuweke kando kila mzigo unaotuzinga kwa upesi. Sasa mimi sio hakimu wa kuanza kukuhukumu kwamba ni mzigo wa namna gani. Biblia tu ndio inayosema, na Mungu amenipa ujumbe wa namna hiyo kwamba ujumbe ni kudumu, kwa kuwa kumbe kuna vitu ambavyo vinaweza kuturudisha nyuma, vinaweza kutukatisha tamaa, vinaweza kutufanya tusipige mbio. Basi hebu hivyo tuviweke mbio kando, ili tudumu katika wokovu tulionao. Ninachozungumza ni kudumu katika kupiga mbio. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni kudumu, na neno kudumu linaeleweka, na ndio nimeanza kwa kuwapongeza wana Shalom kwa kuendelea vizuri na Yesu. Kuna vijana naofahamu, kila siku tunaonana, wakipita nyumbani pale wanasema, bwana sipe mchungaji, moyo wangu wao unafurahi sana, wako hapa, moyo wangu wao unafurahi ninapoona kila siku vinywani mwao, na sio tu kutamka kwenye vinywa, naona kabisa hata katika ulimwengu wa roho hawa wanadumu, hawa wanaye Yesu, hawa bado wanasonga mbele, na ndicho Mungu anachokitaka. Hebu tudumu katika wokovu, hebu tudumu katika hiki ambacho Mungu ametupa, hebu dumu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini udumu? Kwa sababu zipo changamoto, zipo vitu ambavyo vinaweza kukatisha tamaa, vinaweza kurudisha nyuma, vinaweza kuvunja moyo, vinaweza vikafanyika vikwazo. Hivyo hebu viondoe. Ili udumu, lazima uviondoe vile vitu ambavyo vinakuzinga kwa upesi, na vitu hivyo vipo vya aina nyingi. Ukienda kwenye Wagalatia inajaribu kuainisha vitu ambavyo unapaswa uviweke kando. Huwezi kupiga mbio kama kwenye moyo wako umejaa uongo. Huwezi kupiga mbio ukamfikia Jehova kama kwenye moyo wako umejaa mambo mengine mabaya. Ili upige mbio, lazima moyo wako uwe safi mbele za Bwana. Sema amina, wapendwa. Jamani, sema amina. Paulo anasema tu neno moja, na tuweke kando kila mzigo utuzingao kwa upesi. Wewe mwenyewe unajua ni mzigo gani. Yawezekana uongo wewe huna shida hiyo, yawezekana kwenye wivu wewe huna shida hiyo, yawezekana wewe kwenye uchoyo wewe huna hiyo shida, yawezekana kwenye eneo lingine lolote huna shida, lakini wewe mwenyewe unajijua ni mzigo gani ambao unakuzinga kwa upesi. Yawezekana kufanya ibada kwako ni shida, huo nao ni mzigo. Kama mtu utakuwa fanya tu kuambia leo ibadani bwana sitakuona, hiyo ni mzigo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa sio mzigo kwa wewe, lakini ni mzigo kwa mchungaji anayekaa na kuulizia. Unaweza ukawa sio mzigo, hujioni kama wewe ni mzigo, lakini mimi nataka nikwambie, unaweza ukawa ni mzigo kwa mzee wa kanisa, ni mzigo kwa shemasi. Sasa uondoe huo mzigo, ili na shemasi awe na uwezo wa kukimbia mbio zake. Yamkini kiongozi anashindwa kukimbia mbio kwa ajili ya wewe, na ndio maana nasema na tuweke kando kila mzigo unaotuzinga kwa upesi. Sema amina. Wapendwa, sema amina. Wapendwa, sema amina. Wapendwa, sema amina. Amen. Anasema na tuweke kando kila mzigo utuzingao kwa upesi. Anasema Yesu mwenyewe, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu alistahili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Tunakimbia tukamwona Yesu. Mbio zetu sio kwamba tupate vitu hapa duniani. Kama hivi tutavipata, tunamshukuru Mungu, na Mungu ni mwema. Wewe kazana tu kupiga mbio kwenda kwa Baba, Mungu atapiga mbio kwa ajili ya maisha yako. Wewe kazana kupiga mbio namna gani upendezeshe moyo wa Mungu, Mungu atakazana
kupiga mbio kuhakikisha na wewe mambo yako yanafika pale unapotaka. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kupiga mbio, na mbio zetu sisi ni namna gani tumfikie Mungu, namna gani niwe mwombaji mzuri, namna gani niwe mwanaibada mzuri. Hizo ndio mbio tunazotaka kufanya. Unakimbia mbio za kiroho, sizungumze mbio za kimwili, nazungumza mbio za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kule kuona namna gani nimfikie yule, hizo nazo ni mbio. Nimesema hapa kuna vitu ambavyo mimi kama Nyagawa, kama mchungaji nimejifunza, nitapiga mbio kwa kuokota hicho kitanifanya nipige mbio. Nitakapofika pale kwa kupitia hiki nilichokiokota, hizo ndio mbio. Hebu piga mbio kwa kuangalia wenzako wanafanya nini. Piga mbio kwa kuangalia wenzako wanafanya nini. Wanatoa mchango, na wewe piga mbio kwa kutoa mchango. Wenzako wanajenga, piga mbio na wewe kwa kujenga. Sema amina. Sio kwamba unasema aisee, umeona pale panapopendeza kanisani, lakini wakikuuliza wewe uliwahi kuchangia shilingi ngapi, hata 100 haipo hapa. Kuna alama yoyote hapa? Hizo sio mbio mpendwa. Mbio ni pamoja na kuwajibika kwa Mungu. Mbio ni pamoja na kuwajibika kwenye majukumu yale ambayo Mungu ametupa. Sema amina wapendwa. Wapendwa, sema amina. Hizo ndio mbio. Hizo ndio mbio. Hizo ndio mbio. Sasa namna gani ya kuweza kushinda? Nimesema kudumu katika ushindi. Kudumu katika kupiga mbio katika ushindi. Kudumu katika kupiga mbio katika nini? Katika ushindi. Kwa nini tunazungumza ushindi? Kwa sababu si vinginevyo, usipokazana kupiga mbio, usipokazana kupiga mbio, hutaweza kushinda. Wapendwa, safari ya mbinguni sio kazi lele mama, sio safari tu ya kutembea tu, sio kitu rahisi. Sioni akina mzee wangu hapa niabudu nao pale Miore ya Kati pale, wako mpaka leo wanapiga mbio. Wako akina watu tumekuwepo bado wanapiga mbio. Akina Nyagawa tumetoka mwaka 88. Nilikuwa na wauliza washirika wangu jana, ni juzi, nikasema tangu 88 mzee, achana na miaka ya ndoa, miaka ya ushirika, mpaka leo ni miaka mingapi? 88 mpaka leo. Ni umri wa mtu, si ndio? Hapa Shalom hawapo wenye umri wa miaka hiyo. 38. Sasa miaka 38 sio haba. Sio haba miaka 38. Mwaka mmoja kama hujasimama, kama hujakaa vizuri, kama sio mpiga mbio, mwaka mmoja ni sasa miaka hiyo. Lakini katika miaka hiyo yote bado tunapiga mbio kila Nyagawa. Bado tunasonga mbele. Bado tunaendelea. Lakini nataka nikwambie, sio kwamba tunapiga mbio hatukutani na vikwazo. Vikwazo vipo, majaribu yapo, changamoto zipo, lakini katika hivyo vitu vyote bado tunapiga mbio. Haleluya! Wapendwa, bado tunapiga mbio, na wala hatufikiri kukata tamaa, wala hatufikiri kukaa chini, wala hatufikiri kuchoka. Bado tunafikiria namna gani tena na kesho niongeze mbio mwingine. Pendwa, dumu katika kupiga mbio. Dumu katika kupiga mbio. Usikate tamaa. Vipo vitu vingi. Hao wetu napenda kumaliza. Mstari wa 38. Anasema wanawake walipokea wafu. Walipokea wafu wao na wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Hawa wenzetu walikuwa wanapiga mbio. Hawa wanawake walikuwa wanakimbia, walikuwa na mbio za kiroho, lakini pamoja na kukimbia mbio, pamoja na mbio hizo zote, bado Biblia inaniambia walikutana na vikwazo, walikutana na majaribu, walikutana na kupigwa. Wengine wanasema walipigwa, wengine walipotea, waliokufa. Maana yake nini? Kwamba wakati mwingine wakati wanaendelea kupiga mbio, wanapokea taarifa za msiba, wanapokea kufiwa na watoto, wanapokea kufiwa na mume zao, wanapokea taarifa za mambo ambayo yanavunja moyo. Lakini pamoja na hayo yote walidumu kupiga mbio, na mwisho wa usiku wakashinda. Wapendwa, pamoja na changamoto, pamoja na vita,
pamoja na majaribu ulionayo, hebu yasikufanye ushindwe, hebu yakufanye ushinde. Sema amina tena. Wapendwa, sema amina. Kwa hiyo hao wenzetu, pamoja na hayo yote, pamoja na vitu vyote walivyokutana navyo, lakini walishinda. Nikutie moyo mwana Shalom. Najua una changamoto nyingi, najua unakutana na vikwazo vingi. Sio vile tunaweza kumweleza rafiki yako, kuna vingine tunang'ang'ana navyo. Sio vile tunawaambia wachungaji, kuna vingine tunapambana navyo wenyewe, unaamua kudumu navyo, lakini hivyo vipo. Cha maana cha msingi, usikate tamaa, usirudi nyuma, usishindwe na majaribu, usishindwe na changamoto, usishindwe na vikwazo, usishindwe na kitu chochote ambacho kinaweza kuwa sababu ukashindwa kuona ufalme wa mbinguni. Biblia inasema hawa wenzetu, pamoja na kwamba walipotea wafu, wanawake hawa, na wengine kwa kupigwa, wengine kwa kukatwa na misumeno, wakiwapo akina nani, akina Ishaya wanakatwa na misumeno, wakiwapo akina Petro wanachomwa ngozi, wanatupwa kwenye mapipa ya mafuta, wakiwapo akina Stefano wanapigwa kwa mawe. Hao wote walikuwa ni vikwazo katika mbio wanazopiga, lakini hatujaona waliishia njiani. Katika vita na mapigano yote na katika changamoto zote, waliendelea kupiga mbio na mwisho wa siku walishinda. Tokea historia siku moja. Leo tunasoma historia, tunawazungumza wakina Stefano, tunawazungumza wakina Petro, tunawazungumza wakina Paulo, tunawazungumza wakina nani shughuli. Hebu kesho wazungumze habari ya Papa, ya jina la Papa. Kesho waseme Nyagao walikuwepo, watu wale walipita kwenye magumu, watu wale walipita kwenye changamoto, watu wale walipita kwenye majaribu, lakini akina Nyagao mwisho wa siku walishinda, walipiga mbio za ushindi, walimaliza kwa ushindi. Hebu na wewe siku moja maliza kwa ushindi, pamoja na magumu yote, maliza kwa ushindi, maana Mungu ametuita ili tukaishi pamoja naye. Sema amina. Wapendwa, sema amina. Ngoja nimalize tu haraka. Anasema hivi, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, waliteswa, walitendwa mabaya. Watu hao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango, na wote wakiisha kushuhudiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kujua changamoto tunayokutana nayo, mimi sijui. Yawezekana changamoto yako wewe ni chakula, yawezekana changamoto yako ni uchumi, yawezekana changamoto yako ni madeni, yawezekana changamoto yako wewe ni kukataliwa. Mimi wanajisemeaga hakuna jaribu ambalo sikupitia. Kama ni changamoto zote nilipitia. Nimepitia changamoto za namna mbalimbali. Miaka 38 sio michache, ina historia ndani yake. Lakini katika hayo yote nimemwona Mungu. Na mwisho wa siku ninaamini ipo siku tutashinda, tutaonana mbinguni. Sema amina wapendwa. Mimi ninachotaka nikutie moyo, usishindwe na changamoto, bali zishinde changamoto. Usikubali kuishia njiani, songa mbele pamoja na hizo changamoto. Sio wewe wa kwanza kupigwa, walikuwepo kwenye Biblia waliopigwa. Sio wa kwanza wewe kutendewa mabaya, walikuwepo kwenye Biblia walitendwa mabaya. Sio wa kwanza wewe kudharauliwa, walikuwepo kwenye Biblia walidharauliwa. Na ndio maana Biblia inasema walikuwa kama watu wanaozunguka. Mtu anayezunguka na utaratibu ana heshima yoyote, maana hata alikuwa haeleweki, lakini Mungu anakuelewa. Nataka nikwambie, wanadamu hawakuelewi, lakini Mungu ndiye anaweza kuelewa. Wanadamu wanaweza kukuweza, lakini Mungu amekupa kiti. Wanadamu wanaweza kukushusha, lakini Mungu amekuinua. Inachohitajika kwako, usikubali kushindwa, bali kubali kushinda. Ndio zako mwisho wa siku kiwe ni ushindi. Naomba tusimame, naomba tusimame. Nina dakika hizi zinanitosha kabisa. Mimi nataka nikwambie namna ya kushinda. Nimaliza unapokuwa umesimama, utawezaje kushinda? Maana changamoto zipo. Na kama kuna mtu anakuambia tambalale kwa Yesu, hizo nyimbo tuliimba sana miaka ile tunaokoka, tambalale kwa Yesu. Lakini kadri tulivyoendelea ndipo tukajifunza kwamba kumbe kwa Yesu sio tu tambalale,
ni tambarare kweli kukaa katika nguvu za Mungu, lakini nataka nikwambie ni vita, ni changamoto, ni safari ambayo inamhitaji Roho Mtakatifu akuwezeshe. Na ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu mpaka mvikwe uweza utokao juu, ili muweze kushinda. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili mbio zetu ziwe na ushindi. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Sasa ili uweze kushinda hivyo mbio, jambo la kwanza, ondoa kila kizuizi mbele yako. Ondoa kila likuzungalo kwa upesi. Kile kinachokuzunguka, kinakuzunguka kitu gani? Yanakuzunguka mapepo, wanakuzunguka wachawi, yanakuzunguka maneno magumu. Kinakuzunguka kitu gani kwako? Inakuzunguka roho mbaya, kinakuzunguka kitu gani kwako? Biblia inasema, ama mimi mtumishi wako nasema hivi, ondoa kila kizuizi. Ukitaka mbio zako mwisho wa siku ziwe na ushindi, ondoa kila kizuizi kwako. Wewe mwenyewe unakijua kizuizi, unakijua binti, kizuizi unakijua kanisa, kizuizi unakijua mwenyewe. Hicho kizuizi unachoona kinaweza kanifanya nisikimbie hii nguo ambayo unaona inaweza isikupe uhuru wa kukimbia, badilisha hiyo nguo, vaa nguo ya mbio, vaa vazi la mbio, mwisho wa siku ukaishike kwa ushindi. Sema amina. Jambo la pili napenda kumaliza, kumtazamia Yesu anayetuwezesha. Mtazame Yesu katika magumu yako. Simwangalie kushoto kwako wala kulia kwako. Hata Yoshua anasema usiangalie kushoto wala kulia, bali mtazame Mungu aliye hai. Katika mapito yako mtazame Bwana. Katika changamoto zako mtazame Jehova. Katika magumu unayopitia mtazame Mungu. Katika mipango ulio nayo mtazame Bwana. Kwa hiyo hao wenzetu kwenye Biblia walipotaja kushinda, walimtanguliza Mungu kwa kila jambo, walimtegemea Mungu kwa kila jambo, walimwangalia Mungu kwa kila jambo. Na ndio maana hata Mungu anamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, ili kila atakayeng'atwa akimtazama yule nyoka atapata uponyaji. Na mimi nasema katika changamoto zako na katika mambo yote unayokutana nayo, inua macho yako, inua kichwa chako, inua macho ya rohoni, mtazame Mungu aliye hai. Yeye atakushindia, yeye atakutetea. Yeye ndiye aliyebaki wa mwisho na wa kwanza. Hakuna mwingine mama wa kukutetea kwenye changamoto zako, kwenye mapito yako, kwenye magumu yako. Nataka nikwambie kuna wakati utabaki peke yako, lakini nataka nikwambie ukibaki na huyu Yesu aliye hai utatetereka. Wanadamu watakuacha, lakini Mungu atakuwa pamoja na wewe. Jambo la mwisho, ili uweze kuwa mshindi, usichoke wala kuzimia mioyo. Usichoke katika kutenda mema, usichoke kuifanya kazi ya Mungu, usichoke kutumika, usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu pia ni ngumu, ina uzito, lakini mwenye nguvu, mwenye aliyeamua kwamba hata kama mambo yanakuwa magumu kiasi gani, nitaendelea kupiga mbio, nataka nikwambie mwisho wa siku nashinda tu. Kwa hiyo usichoke kutenda mema, usichoke usichoke wala kuzimia nini. Wapendwa, kuna vitu vinafanya moyo uzimie. Kuna wakati mwingine unajikuta unaimba vizuri, wewe unaona kabisa uko vizuri, mwana praise, lakini shetani anamvaa mtu mmoja tu, sura ya binadamu. Najua shetani haji kwa sura ya kwake, ndio anajisema kila siku akitokea shetani hapa na sura yake, hata mganga wa kienyeji tutaungana pamoja kumkimbiza shetani. Hata kama asubuhi anampigia lauli, hata kama anamsifia, lakini akatokea tu kwamba Makondeko kuna shetani na miguu yake na sura yake, anapita kule, anaambiwa mganga wa kienyeji atakuwa wa kwanza kubeba lungu, maana shetani hana sura, shetani hana uhuru. Nataka nikutie moyo, usizimie moyo kwa namna yoyote. Wakati mwingine shetani kwa kujua hilo kwamba yeye akija kwa sura yake utamgundua, anavaa sura ya mtu, atavaa sura ya rafiki yako, atavaa sura ya rafiki wa karibu mno, halafu anakuja moja kwa moja na kwambia unavyofanyaga pale mbele sibarikiwe hata kidogo. Yaani nakuona unapoteza muda. Afadhali ningekuwa nasimama Lidia. Yaani Lidia kicheza mimi huwa nabarikiwa sana, lakini sio wewe, mimi naona ukaje nyuma tu. Huyo naye hivyo navyo ni vikwazo. Mtazame Mungu aliye hai. Simtazame Musa anayekwambia. Simtazame Sofia anayokatisha tamaa. Tazame Mungu anasema nini juu ya mbio zako ulizo nazo. Usivunjike moyo, usizimie
kwa sababu ya maneno ya watu. Songa mbele, ipo siku Mungu atakuinua tena. Na jambo la mwisho, ukitaka uwe mshindi, kaa kwenye maombi. Kaa kwenye maombi. Kaa kwenye maombi. Usikae kwenye mawazo ya watu, usikae kwenye akili za watu, usikae kwenye nguvu zako. Kaa kwenye nguvu za Mungu. Taka Bwana siku zote. Mwambie Roho Mtakatifu nijaze tena. Mwambie Roho Mtakatifu niongezee tena. Mwambie Roho Mtakatifu nakutaka wewe tena. Mwambie Roho Mtakatifu ni wewe peke yako. Mwambie Roho Mtakatifu bila wewe mimi siwezi. Nakutaka Bwana, nakuhitaji na leo, nakuhitaji na kesho, na leo nakutaka Bwana, na hata sasa funika macho yako. Mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji tena. Mwambie Roho Mtakatifu nakutaka wewe. Mwanadamu hawezi kumtia moyo. Mwanadamu atanivunja moyo, lakini wewe Roho Mtakatifu hujawahi kuniacha. Wewe Roho Mtakatifu hujawahi kunipuuza. Wewe Roho Mtakatifu hujawahi kunipungukia. Wewe ni Mungu wa mipango. Wewe ni Mungu wa malengo. Wewe ni Mungu, ni rafiki wa kweli. Hebu inamisha macho yako. Nataka nikutie moyo, piga mbio, usikate tamaa. Nimesema kudumu katika kupiga mbio na hatimaye kumaliza kwa ushindi. Hebu sikubali katika mbio zako umejenga, umefanya mambo mengi hapa kanisani, ni maji mzuri, watu wanakuelewa na ukisimama unaeleweka, lakini hatujui sababu nini. Yamkini tarudi kesho tunafanya haya, lakini hayatamzuia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kurudi hayatamzuia Yesu kurudi, hayatamzuia Mungu kuahirisha na kufanya mambo yake. Nataka nikwambie, unapoendelea kufanya mambo ya duniani, unapoendelea kufanya mambo yako, mipango yako, lakini tambua wewe ni mwanariadha. Hebu tambua wewe unayo safari ndefu ya kwenda mbinguni. Naomba nikutie moyo, kaa kwenye maombi, simama na Mungu aliye hai. Tazama Mungu katika maisha yako, naangalia Mungu, niangalia fundisho la mchungaji. Kaa kwenye mafundisho ya mchungaji, kaa kwenye mafundisho ya waliokubalika, kaa kwenye mafundisho ya walioamua kwenda mbinguni, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ina mkono wako nikuombe kwa Bwana. Natamani nikakuombe. Safari ya mbinguni wapendwa, ni safari ndefu. Tuko kwenye mbio, na Biblia imesema hatujui siku wala saa ajapo mwana wa Adamu. Atarudi kesho, hatujui. Wengine wamejaribu kusema vita ya Israeli na Irani na Marekani hii inaashiria namba 666. Nikasema mimi sijui. Ni kweli Biblia imesema siku zinakuja zilizo za hatari, uchumi utakaa hivyo, na wakati mwingine najaribu kuongea kwamba mpaka hali ya uchumi itakuwa ngumu. Na ni kweli vitu vinaendelea, hela inaendelea kujikusanya, hela inaendelea kuwaendea wenye hela, hela inaendelea kukaa mahali pamoja. Hatuwezi kujua, yamkini ni dalili zinazozungumzwa kwamba siku hizo hata nabi ya dini sijui yatauzwa kwa shekeli nyingi. Inawezekana, maana hatujui, lakini mimi ninachojua Yesu atarudi katika wakati tusiodhani, na Mungu mwema amesema atakaporudi Yesu sisi tutaondoka tutamlaki mawinguni. Kama ni namba 666, hiyo haitatuhusu sisi, lakini tunachotakiwa tukazane kupiga mbio, tukazane kusonga mbele. Mama, tuko kwenye nyakati za mwisho sana. Mimi ninachoelewa, hata kama mambo yatarudi yakae sawa, hayatakaa sawa kama ambavyo tunafikiria. Dunia imeshaisha, ulimwengu umeisha, mambo yote sasa yameshaenda. Wasemaji wanasema, wabena wanasema dunia isugume, manake dunia inakwenda. Kinachohitajika ni kujiandaa, kinachohitajika ni kupiga mbio. Hata kama mambo ni magumu, endelea kupiga mbio. Hata kama mambo yanaenda vizuri, endelea kupiga mbio. Hata kama mambo yako yamenyoka, mbio za kiroho haziangalii kunyoka kwa mambo yako. Mbio za kiroho ni against kabisa na mambo ya dunia. Wewe unachotakiwa piga mbio za kiroho. Wakati mwingine huna pesa, lakini maadamu una mbio za kiroho, wewe unatosha kwa hilo, na Mungu atakubariki sana. Biblia inasema tafuteni ufalme wa mbinguni na haya mengine mtazidishiwa. Na kutia moyo mpendo, hebu omba mwenyewe kwa kinywa chako. Mwambie Roho Mtakatifu nitie nguvu. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji, uniwezeshe nipige mbio, nisiwe mtu kukata tamaa. Yawezekana kuna vitu vimekuvunja moyo, Bwana amenituma nije nikutie moyo. Yawezekana kuna vitu vinakukatisha tamaa, nataka nikwambie hivyo viondoe. Achana na vitu vinavyoweza kuzuia usikimbie mbio zako. Hebu viondoe hivyo kwenye moyo wako, hebu viondoe hivyo kwenye maisha yako. Yawezekana ni marafiki wanaanza kupunguza spidi ya mbio zako.
Yawezekana ni marafiki, limekuwa vazi lako, unatamani kukimbia, lakini vazi la rafiki linakurudisha nyuma. Yawezekana vazi ulilovaa ni vazi la watu wa nje, watu wanaokatisha tamaa kwamba uko kanisani unaenda kubadilisha watu. Hayo ni maneno, ni mavazi ya kuvunja mbio yako, usiendelee. Mimi nakutia moyo, kimbia mbio hizo, zitakusaidia. Baba, katika jina la Yesu nasogea mbele zako Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ujumbe huu, tunajua wapo waliotangulia Bwana walikimbia mbio. Pamoja na hayo yote, walikutana na vikwazo, walikutana na kupigwa, walikutana na kukemewa, walikutana na kuvunjwa moyo, walikutana na kukata misumeno, walikata wengine kwa misumeno, wengine walichubuliwa ngozi, wengine walichuna ngozi, wengine waliwekwa gerezani, wengine walipigwa kwa mawe. Lakini haya yote hayakuwazuia mbio zao, hayakuwakatisha tamaa wasikimbie mbio, waliendelea kukimbia. Na leo tunasoma habari zao. Wapo wakina Stefano wanamaliza kwa ushindi, wapo wakina Isaya wanamaliza kwa ushindi, wapo wakina Musa tunaona wanamaliza kwa ushindi, wakina Paulo na Sila wanamaliza gerezani kwa ushindi. Mungu wetu majeshi, hawa na walimani wa wanadamu. Wapo wakina Elia wanamaliza kwa ushindi, pamoja na vikwazo. Hawakuangalia vikwazo, walikutazama Mungu. Nasi tunaomba wanawake wako Salomo wameamua kuja kwako, wanakutana na vikwazo. Naomba Bwana Mungu uwajaze nguvu, uwajaze Roho Mtakatifu, uwajaze uweza. Wako vijana wanakutana na vikwazo vya ulimwengu na vikwazo vya dunia, mavazi mengi ya dunia yanatukamata. Naomba yakang'oke, naomba yakaondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, wakatembee katika uwepo wako, wakatembee katika nguvu zako na Roho Mtakatifu. Bwana, hawawezeshi peke yao, hawawezi kwa akili zao, hawawezi. Wanakuhitaji Roho Mtakatifu. Wamekuona asubuhi, wanakuhitaji na mchana wa leo. Baba, ajali ni nyingi Baba, damu zinamwagwa Baba, hali ni mbaya.